Mungu abariki mshana Yesu Kristo. Tuendelee kuplea mwisho. Tunalipa sote. Hakuna ubaguzi wa makabila. Ula kutakuwa kilio, ula kutakuwa magonjwa, ula kutakuwa kama shida zote. Nafasi ya uzuri. Kwa hiyo mimi na wewe tungepaswa kutamania twende. Na tungekuwa tunasema kila siku Bwana kuja twende. Amina. Wewe kama ungali unapenda dunia, umeshachelewa. Kama ungali unaangalia faida mu dunia, umeshachelewa. Ni kusema benye balianzaka hii dunia leo hii haliko tena. Nikusema wewe uko wa mwisho. Mungu apewe sifa sana. Mimi nawasalimia tena kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nashukuru mchungaji kubali tena kunipatia ruhusa ya kupanda kwenye bara. Nikusema iko na confiance na mimi. Mimi nasema Mungu ambariki sana. Na mimi naamini kwamba mnanipenda. Niko ndugu yenu. Amina. Ukijua ya kwamba sie wote hapa kwa dunia tuko wasafiri na wageni. Kwa muda kitambo, sio tena mbali, tuko tunaenda kwetu. Na tujue kama itenea magharibi na tukigaliki hapo. Ni kusema tuko na uhakika ya kwamba Bwana yuko kwa mlango, iko na gonga, kwa mwenye atamfungulia ataingia. Na kama umfungulie, basi mimi nitamfungulia aingie kabisa. Sababu haja yangu moja ni kunyakuliwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutasimama ndugu, tusomee katika Biblia zetu ndani ya kitabu cha Waebrania sura 12 mstari wake wa 14 na 15. Tasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Fuateni salama pamoja na watu wote na utakaso pasipo huu hapana mtu atakayeona Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo, mwamba wa uzima wetu, asante sababu tunatamani kwenda kule kwenye kutakuwa milio, hakutakuwa magonjwa, hakutakuwa shida yoyote, kule kutakuwa usalama ya milele. Na ndio maana nao tusaidie, tuongezee imani kamilifu Baba, sababu umesema imani inatokana na kusikia, kwa kusikia ndio maneno yako. Acha hii maneno tutasikia hapa magharibi ya leo, utoshe mwanadamu kuini mbara. Wewe ndio uonekane hapo Baba. Maana mwanadamu iko na kifo lakini wewe uko na uzima. Baba ndio maana Seigneur Jésus, tunalika uwepo wako uonekane hapa. Kama vile ulikuwa pamoja na sisi tangu asubuhi mpaka hii magharibi, acha tena ujimanifeste hapa Baba. Wamefika kama mzaifu wamepata nguvu, wamefika kama mgonjwa wamepata uponyaji, wamefika hapa na huzuni wamefarishika. Maana kwa Mungu wa vyote. Bila kusema dada yangu Rebeka, wewe pale kwa hospitali Mungu wa mbinguni, wewe ambao ushindi wake hausemake bongo, unakesha kuneno lako juu litimize. Acha wakati yenyewe watakatifu watenda kumuona na kutana dada ameshapokea uponyaji.
Mademo zote ziko zinamtarisha Baba, ni mapepo. Na zile mapepo mshina lako Yesu Kristo na sasa tutakutokeza vipate kwenda mbali naye. Acha kesho tusikie dada anatoka hospitali, tutakubariki na kusifu jina lako. Maana sifa ni zako na utukufu mshale Yesu Kristo. Amen. Tutaikana. Mungu awabariki sana. Hiyo tuko na somo nasema juu ya utakaso, sanctification. Amina. Ndio maana wa ndugu na wadada, kama unataka ukoe leve, kama unataka unyakuliwe, unalomba maisha ya utakaso. Hawezi sema na kuwa Mkristo na uombaki. Hapana, ukujidanganya. Neno la Mungu njoo maji ya kunao. Amina. Ninaamini kama kila mwanamke yoyote na wanaume wa moya na mimi niko ndani. Sasa tunanawa kama tushipakale mafuta tunachuyaka. Si amina? Maana hii neno njoo maji. Kisha mafuta ya kutupakala ambaye Saint Esprit ni maisha ya maombi. Amen. Sio katuko pamoja. Niko nasikia mkosani mko na huzuni. Simtoshe huzuni ndani yenu. Unaona kama amini na kizana mademo. Uko nitika wangu. Sasa mwenye upenzi. Mungu atusaidie. Sasa unakuja hapa mtumishi wa Mungu Daudi aliimba katika kitabu cha Zaburi. Nilifurahi. Haleluya. Sasa niambia sasa leo tutakusanyika tena. Nikasikia ninafurahi. Jana sasa nisikia tutakusanyika jana. Yasema mtu anaomba basi. Juu kila siku inaomba tukosa kasamaki mbahari. Kama hatutakusanyika, Biblia zetu ziko hapa. Matelefone zetu mko manyimbo na meditation. Za kubakia tu uwepo ya Bwana. Nisio kama sasa unabakia uwepo wa Bwana kama unatingizika kataka ndogo hakuna. Na ile kutingizika ni maisha ya utakaso. Hauwezi kuwa na furaha kama huna utakaso ndani yako. Si ndio? Ulishindwa na sengenya. Utapata utakaso wapi? Mama sengenyo. Ulishinda wao kutelefona. Halo, habari mambo amesema hivi. Utatakaso wapi? Hakuna. Uko bure. Haleluya. Soma pale andiko ile mpendwa pale kwa tulisoma. Fuateni salama pamoja na watu wote. Tafuteni salama pamoja na watu wote. Sio wote tuseme wote. Mina. Nenda bakazi. Paka mseme. Ndio. Mwepote dimashi tetu wewe mfosala watoto. Mseme okay. Ndio. Naluma na nyie kuambia mseme kabisa. Amina. Mnajua si amina yakimiza mademo. Amen. Eske mna ya nini? Amen. Wako na kulombea uko Kenya. Wewe pepo mchafu Kenya. Toka unaonesha Kenya. Wewe zaende mwite ndai. Ile kusema ale. Nikusema atake. Ale. Atake. Ale. Atake. Na jambo kunaenda mbali. Mimi niko naambia mtu wako anaangalia tu. Unakosa mwenye huko na shangala. Mungu akusaidie sana. Nikusema uwe kenye uliamini kama tuko na nguvu. Amina. Tafuteni salama pamoja na watu wote. Amina. Na utakaso pasipo huu. Hapana mtu atakayemuona Bwana. Na utakaso pasipo huu. Hapana mtu atakayemuona Bwana. Amina. Salama na bashirani. Salama na wadiakoni. Salama na wachungaji. Salama pamoja na waamini. Ni amina. Bila salama uko bure. Tutakuta salama kwa nyumba zetu. Mbinguni watakuta salama na wamini. Watoto watakuta salama na wazazi. Mimi tunaishi mkizazi kibaya. Mtoto kunaangalia mzazi na mwangalia kinywele baba kukucha. Anasema na wako nini? Tumelaniwa. Ni
Biblia inasema kama unataka uishi maisha marefu, heshimia wazazi yako. Wangapi ndio watoto huko? Si wote tuko watoto. Na mzee Kashangi ni mtoto. Mbele wazazi yake ni mtoto. Anapaswa kuheshimia mzazi yake. Kama hataki laana, aheshimie mzazi. Na kama wako washakufa, ule ni mzazi, umheshimie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tafuteni salama pamoja na watu wote. Kila na mtoto tafuta salama naye. Siniamina. Ni shida sababu unakutana na mkorane, bado uko unaenda kwa mwambia hawana salama. Mungu mnaita mea mpatani, jua hakuna salama. Wala mngeiba ndio mnatia tears. Jua kuko mbegu ya zina katikati yenu. Tafuta salama na watu yote. Kisha ya kufuata ni utakaso. Kisha ukishatafuta salama, ingia kwa magoti. Sema, wewe mwingine sina problemu na mtu. Wewe mwingine sina mwenye anaweza kushika kidole. Sasa kemina kulomba, unitakase, uniweke tayari, maisha yangu iko tayari sasa. Kila siku niko kwa magoti baba. Niamina. Ndio Daudi wakati yote alikuwa furaha. Alikuwa anasema Bwana langu na vimo lako Baba niongoze. Niamina. Endelea kusoma mpendo wangu. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu. Mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu. Jina la uchungu lisije likachipuka na kumsumbua watu wengi. Na kwa sababu hii watu wengi watakiwa uchafu. Haleluya. Jina la uchungu. Jina la uchungu pale. Juu ya maneno yako kabisa yote nachafuka. Jina la uchungu, mzizi ya uchungu. Maana moja kwa na shina kisha utatambaa kila nyumba. Huko naonyesha mabaya ya ubora wengine. Huko shina la uchungu. Huko kanisa la Mungu na la mbingu ni shina la uchungu. Huko kanisa la Mungu huko shina la uchungu kanisa la Mungu. Basi kumbe wafrere nao wanalewaka. Sisi wafrere wanalewaka kweli. Wafrere wanalewaka. Kumbe wafrere nao wanasharataka. Sisi wafrere wanasharataka. Ndio kwa jina la uchungu. Jina yako wewe ndio unaisha kanisa yote mzima. Na wewe wangeamini anashuka kwa Mungu. Jina yako jina la uchungu. Amen amen amen. Mungu atusaidie sana. Amina. Amen. Ile mimi tunaishi nyakati zigumu. Inarudi kila mtu ashichunge. Kila mtu ashiangalie. Uone kama hakuna ndani yako kikwazo. Mtu mwingine kwa kanisa yote hangalikiwa. Wakati ile ndani ya mkinyako Mungu tuka. Maana ni kusema kanisa yote imelala. Mungu asifiwe. Amen. Watu tunaomba pamoja. Amen. Haiko nguvu. Ya lazima ni kujitambua. Shina la uchungu. Mbona yule mwenye angepaswa kuamini na sio kuamini shuu yako? Habari ya kanisa. Mungu anaibeba nchi. Unajua nchi kuna maana gani? Sio mbele habari za nyumba yako. Mbele habari za nyumba yako, mbele habari za kazi yako, habari za kanisa, sio kanisa. Amen amen. Mungu shina la uchungu. Aitu mtumiza kwa mrenyo watumishi. Tuza kwa mrenyo watumishi. Wewe mtumishi utoke katikati yetu. Wewe nyumba yako, uende pasa hivi na watoto wewe. Habari ndio hivi. Nenda mama tukazi. Wewe. Iko poison. Sumu. Iko sumu ya kwa kuzaa yako. Iko shida na uchungu
mingi wanakosa reverence. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Kila mtu ashichunguze. Kila mtu angalie maisha yake. Eski maisha yangu inastahili heshima? Amina. Eski mie na dada, mie na ndugu, eski tunatembea sawasawa na neno la Mungu? Jina tulisoma katika kitabu cha Mathayo 18 inasema ya kwamba kama ndugu yako akikosa, wewe umuone wewe peke. Hapana kusengenya kutoka kwa radio ya Kampala. Halo. Ndugu fulani, kama mumjue, ni kukula deni na alipate. Kama ni kukula deni, esi kukula deni watu wengine. Haute kama unakuwa shina la uchungu. Kama alikula deni, wewe mwenye deni anashinda kukulipa, wewe kwa wazee watamutisha. Kama ndivyo anashinda kukulipa, wewe upatie salamu na mjapa sikose mbingu. Juu shauki yangu moyo, itaji yangu moyo, mie na wewe twende kwa levema. Mie na mzee twende kwa levema. Juu itaji yangu, mie na elimu yangu twende kwa levema. Sisi na mbingu kama sari yangu kabele. Ni wakati unaloga jamaa yako, unaloga watoto ya Mungu, unataka nini kwa levema kwa? Kaka tutunga kinyuku na mbuka ndani, unatangusha kuna mwingine, unangusha na mwingine, kanisa yote umelo. Kisha tunaona kuna iba hakuna upako, kumbe wewe kukuloza kasi. Amen. Mungu atushike sana. Endelea kusoma mpendwa. Asiwe mwasherati, awasiogopa Mungu. Wakanisikia shina la uchungu. Asiwe mwasherati, awasiogopa Mungu. Asiogopa Mungu. Kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula. Sasa mwana Esau aliuza urithi wake na wewe ndugu na dada. Hekima ulikuwa kama shetipa wake. Mbona ulikuwa kama kuheshimiana mkanisi? Mbona leo wewe unakuheshimiana tena? Heshima ilishaisha ndani. Heshima ulitupa wapi? Unakuwa Esau. Juu ya kainiteka telefoni, unatupa yote. Kama unakusaidia na telefoni, haiko wazi ya kusema uniambie makosa ya wengine. Ukusaidia, haiko sisi ya kusaidia. Jitupa mimi pamoja. Ukusaidia, univumilie. Niko ndugu yenu. Amina. Mungu atubariki sana. Uasherati sio katikati. Wala nini? Mtu asiyeogopa Mungu. Je, tunataka kuona boga ya Mungu ndani yetu? Je, tunataka kuona boga ya Mungu? Mbona mko mzito? Mbona mbele tuambia sika mapende suruka kwanza? Mapende tuambia suruka kwanza. Unataka kuona boga ya Mungu ndani yetu? Basi Biblia inasema ya kwamba kama unataka kuona boga ya Mungu. Amina. Unataka kuona boga ya Mungu ni kuheshimia tu maneno ya Mungu. Amen. Juu kama kwa Mkristo, kila andiko liko mu Biblia utakuwa lisema amen. Amen. Andiko nasoma mu Biblia Wanasoma hii Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mungu asaidie sana. Kama na kitabu cha Petro. Tunaenda haraka sana. Petro anasema moja kumi na hivi. Amina. Ndio sisi sana wanaona wataza. Si mwina kitu mwika pala bwana la kifaa. Mshapetina tendako siku nyingi siku. Mwika pala. Inalomba uone kesho naleta mtu, uone kama hapo shina la mtu. Ule bose mwenye nyuma nyumba yako kule. Wewe mtangazia hapo. Amen. Meshina kama na hiyo ya bose naleta kwenye chuki yako. Inaweka mko mtu mbaya. Sasa kuzi ya bose na kuona na kukimbia sana. Shina la uchumi kwa. Juu ya nini? Kwenye kusi na kuogopea maana mwanadamu yeye ni hata. Mungu asaidie sana. Amen.
Inaomba za kusi kunyumba ikite ndani yako. Niwe kama hapa nitapata kwa nini? Nitapata kwa nini? Salama. Mimi ndio kuna sema kwa nini deba? Kama ndio wanakula wengi. Mungu asifiwe sana. Maana wewe fasi yote unayaka hivi. Sasa waka ndugu yako. Sasa kaija ni ndugu yake. Kaija alikuwa na kwanza alikuwa na ngano. Mimi kuna shida tena wapi? Mungu akamshia sana. Na wewe kwa mtu mbaya na Mungu atakuchunga. Mungu atakuchunga. Anaenda karibu. Na atakugusa, nitakurudishia kidogo sana. Na wewe Mungu atakuchunga kinywa yako mfupi. Mimi siku moja utapapika. Siku moja utapapika. Basi Mungu analeta hili ndani ya ndugu yako, hizo kukichwa yako. Na wewe ngapi wanakimbiza hapo kanisa? Baka. Mungu asifiwe. Amen. Soma Petro wako. Petro kwanza mstari wa 14. Sura 14. Kama wana wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza. Mina. Simeona tamaa zetu za kwanza. Mina. Sio kama walikuwa wageni. Ndio. Baba akitabia. Sisi tuko wanyerani. Sisi tuko waunde. Kama mko mnyerani. Kama mko mnyerani. Mali kanisa Mungu. Mina. Mina. Amen. Kama Mungu muhao. Kanisa la hao. Hakuna wanadamu mbingu. Amen. Wewe kanisa tuko na tabia mbaya, ni tabia ya Kristo. Amen. Amen. Sijamini. Sijamini. Amen. Zile tabia za zamani. Wewe hapo kwetu. Kwanza wewe fikiri za yetu nzuri. Sio madarasa kufanya mnaka. Kwanza wanaji balozi. Balozi. Ushanga balozi ni nyumba Mungu. Mwenye anafika humu kama alikuwa mlozi anabadilika. Amina. Mwanafika kama ni mlevi sina badilika. Tulikuwa nao ni jemo ya Goma. Hiyo kwa itaka HDW. Kama mtu alikuwa mlevi wa kupindukia. Akisha yetu mwili leo ni je. Mlevi kunaisha. Jana kutana wanapindika kadari ya Kristo. Mimi ndio kukusanyika mwili kamati ya Kristo. Nitumike ndani niko mlevi. Sasa na hii nayo ni kanisa la Mungu. Kama unajua ya kwamba natimizeka balozi, sasa tuko na leza balozi na tena kusanyike. Amen. Siamini. Sasa tabia sasa mbaya. Sasa ndio jambo ni baba anapenda tu. Usimsamishi. Uko nani? Wewe unataka manyumba ngapi? Leo hii watu wanakimbia majumba wanaanza kutumia na kukumbuke na matendo yake hapa. Haikumbuke. Iko ni kama mkato na muruina ya msika anajifanya ndani ya risasi. Watu tutakimbia. Siku ni ya Yesu. Amen. Ile tabia za zamani tuziache. Kama mtu ndugu yako na kilicho. Kama unawekea ndugu yako kitu ndani ya moyo wako. Toshaje. Anazamani hapa sasa hivi. Amen. Ile tabia za zamani zitutoke ndani. Mungu asifiwe sana. Tena mbele. Tena ndio za kwanza za ujinga wenu. Lakini kama yeye aliyewaita ninyi ni mtakatifu, ninyi vile vile mwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wenu. Amina. Mkusema mtakatifu, mkutembea mtakatifu, mkulala usingizi mtakatifu, unalamuka mtakatifu, uko nakula mgana na pendwa uko mtakatifu. Haleluya! Sasa unaongea Biblia yako, maneno iko natoka ni maneno ya mtakatifu. Haleluya! Ndio kwa unakutana sana katika mlango, mama anajipanga kungambo yake. Mtoto anakimbia ngambo yake. Tena mtu Kenya. Mbona
mama, wewe sema. Ase, wewe. Unasema mama sema. Si Mungu matatu. China Mungu au mtakatifu Mungu. Bado ndio watakuwa. Sasa unafikia na mtoto mdogo wake. Na pale ndio anasema hapa sitaleta funzo. Kwa hapa ni mafumbo ndio. Amen. Mungu asifiwe. Hapo nilitoka kule Changwani. Ndipo safanya zilisema sasa huyu bwana ametukulia huko sana mshahara kwa. Yule nilala mbasi kumoya mse. Baba yeye kana yeye yake. Nikaje mtumishi wa Mungu pale akafanya zimenisumbua mimi nyuma kabisa. Mimi nakusema sisi. Nikasema tu ya pili tutao kama tutalala hapo. Mimi bila magonjwa mesenge hizi panya. Nilipewa kazi yako siku yako kufanya. Nyema panya, nyema ufanyie mwashimu zenu. Mniache salama na Yesu. Amen. Kama alipopigwa pale pale. Nasema vile ndio Mungu na utaratibu. Sasa kwenye pale naheshimia. Mbona wewe usimie nyumba ya Mungu? Bado niko mkanisa, leo unaongea hivi. Bado mkanisa unaongea hivi. Uko mtu gani? Hauna heshima hata kwa nyumba ya Mungu. Pale naheshimia pale nasema mtumishi wa Mungu kwa sababu siku ya mwisho nitazitega. Wanataka kwenye 10 zimekufa. Ukasema kwenye sababu zimelonda kwa Mungu wangu. Ndio maana badala tuko wataratibu. Zile tabia za zamani tuziache. Amen. Kama wote hizi tabia za zamani. Sasa kuuliza. Na Mungu anasema Mungu anasema. Ndio kusoma mpendo wangu. Kwa maana imeandikwa. Ni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Amen. Ni watakatifu kama vile Bwana ni mtakatifu. Amen. Kuna mtakatifu maana yake. Mtakatifu ni kusema kitu kizitiko ili mwe kwa uchafu. Kitu kizitiko safi. Mungu mnaleta iko safi. Hakuna kitu chochote chenye unasema huko kwa tashi kwa sababu maziwa. Sio vile maisha yetu tunapaswa kuwa. Amen. Inawezekana shule yangu na wewe ndio tunaweza leo kukuja. Jumba tutakuwa takatifu. Sasa atashuka na pia tukamata. Amina. Amen. Mungu asifiwe sana. Ndio sasa. Eza na kusoma pia funga 17. Endelea ndio ndio sasa. Na kama mkimwita baba yeye anayehukumu kila mtu pasipo upendeleo. Ukimwita baba yeye anayehukumu kila mtu pasipo upendeleo. Kwa kadiri ya kazi yake yeye na uoga anahukumu kila mtu kwa kadiri ya kazi yake. Ndani ya kitabu cha Waebrania sura 10 inasema kila mtu atalipwa kadiri ya kazi yake. Amina. Unasengenya kutalipiwa sasa. Ndio. Uko na uchungu na wekea mwingine kasirani gahinda. Unaenda kamesha. Gahinda kisirani ya kubwa. Utalipwa. Amina. Ulinisengenya jana sasa kutoka hapo. Utalipwa. Ndio. Ulisema mtoto wa Mungu mbaya. Utalipwa. Ulinimwazia mbaya. Utalipwa. Yeyote kupita sahabulisha Mungu kitu. Haleluya. Yeyote kinatuma Mungu anafanya anaipase. Ni maombi. Amina. Ase la prière change les choses. Wanasema maombi inabadilisha mambo yote. Haleluya. Amina. Maombi inabadilisha mambo. Ndio. Mungu ashakupatania sasa kitu na sasa nyanga sasa ndaki niga tutaona. Ndio napiga magoti Seigneur nisamee, nilisema frère Christian, Seigneur nisamee, nilisema Solange, Seigneur nisamee, nilisema mzee Gashani, Seigneur nisamee. Mungu anaangalia sasa ni pardon yeye analomba iko sincere, iko kweli wazi. Amina. Ndio nasikia ndani ya moyo wako sina kufungula Biblia ngwambia yeye anayeomba masamaha atasamehe. Sio furaha kabisa. Haleluya. Ndio ya Mungu ya ukao.
Sasa mtu alikuwa siku shuka tukamata Wakorintho wa kwanza. Amina. Oh, Mungu atoe sifa sana. Amina. Kufika siku ya leo ni neema ya Mungu. Amen. Ndio. Ukaangalia vijana walikuwa wanakuzungusha kwa siku yote. Hawezi sema sema vraiment Mungu usingekosa kuya kusanyika. Kila mtu anataka kuzungukia kwa kiwao fulani. Kisha sejana kasema wewe la Mungu. Wewe la Mungu. Wewe la Mungu. Wewe la Mungu. Mimi kama unaona shida ya kabambi, unaweza kuomba maombi ya assembly. Mungu anichungie mchana wa leo. Amen. Sio tuombe. Sio maombi Mungu asiye tu kabisa. Si mtu anaweza shukuru kwanza. Mtu anaweza shukuru Bwana sana. Nililala siku yake ndalamuka baba yangu. Na sasa nililala kinywa kilikuwa wazi. Kuna mara na msada banyenge tena kinywa yangu nilichunga. Na vipua vilikuwa wazi. Ili msada nyengelele yote kukitanda kama mimi ndio kufua. Mbeo nilichuka. Mungu kwa ajabu. Upewe sifa. Unichunge basi na kwa mimi naenda. Ndio nipatie na kazi kule kwa mimi naenda. Mjina Yesu Kristo. Ndio naambia Mungu kwa unichunge mjina Yesu Kristo. Uko ateri. Endelea kusoma mpendo wangu. Hapo tutaanza sura 1:13. Kwanza sura 1 mstari wa 13 tunasoma. Lakini kwa yeye ninyi katika Yesu aliyefanyiza na Mungu kuwa kwetu akili na haki na utakaso na ukombozi. Haleluya! Hata sawasawa ilivyoandikwa, yeye mwenyewe kujisifu ajisifu katika Bwana. Amina. Yeye atakayejisifu ajisifu katika Bwana. Kila dada uko na jisifu yuko na wazee mnajisifu bandugu, aseme vraiment mimi najisifu juu Mungu wangu ananishukuru. Anajua vile mie sisemake bo. Anajua vile mie ninatoka sadaka yangu ya moyo yenye ko safi. Juu sadaka yaina moyo ya safi, ile sadaka iko zero mbele ya Mungu. Sadaka ya kweli ni kutoa nafsi yako. Mungu aitawala. Amina. Ni kutoa mwili yako, Mungu aitawala. Ndio sadaka kwanza ya kweli. Haleluya. Ndio anasema yeye atakayejisifu ajisifu katika Bwana. Juu utakaso kwanza kwa ndani yake mko salama, ndani yake mko hekima, ndani yake mko na upendo. Mungu akubariki sana. Amen. Je, niko mnaelewa? Amen. Ndio nasoma mpendo. Nesi hapa. Pata kitabu cha Wakorintho tena. Wapi? 1:5. 1:5. Ndio. Kwa sababu kama mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu. Haleluya. Hivi kwa sababu kama mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, hivyo faraja samahani. Twende mpendo. Kwa sababu kama mateso ya Kristo yanavyozidi juu kwetu, hivi faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Haleluya. Hivi faraja yetu inazidi kwa ajili ya Kristo. Amen. Ni kusema ndani ya mateso tunapata faraja. Na faraja yetu ni kwa Kristo. Amen. Ndio hata ninateseka kwa magonjwa. Ninateseka. Bado wananitesa. Lakini kina changu kinazuia. Lakini masikio yangu inafunga nisisikie mabaya ya Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu Branham anamshaka zile nyama tatu. Moyo ilikuwa nafunga macho, sitaki nione mabaya ya Mungu. Sitaki nione mabaya ya kaka yangu. Nataka mimi nione. Mwenyewe ndiye tukika akasema mimi hata mimi naliona ofisa sema. Sitaki. Wewe mbona nilikule sikuona kitu. Sikuona kitu. Wengine wanasema hata kama mimi sikuona. Na ninafunga kinywa na nitasikia. Jua inapoka na roho ya kusikia na kusema sitasikia. Ndio vile mkristo anapaswa kuishi. Kama unaishi vile ungali mkibazo. Ndio shida. Sijamina. Ndio maana faraja yetu
tunaipata kwa Kristo. Sinyamina. Mungu awabariki sana. Ninawapenda. Amina. Tuko watoto ya Mungu. Bana wakatona. Watoto ya Mungu. Amina. Amina. Tuko watoto ya Mungu. Na Mungu anatupenda. Ndio maana faraja ya kweli ni kwake. Tuendelee mpendo. Lakini kama ikiwa sisi ni katika mateso, ni kwa ajili ya faraja yenu. Ni kwa ajili ya faraja yangu. Haleluya. Nilale njala. Nigonjwe. Mkapenda kia kuniona. Watu wanifurani. Frere mama napenda roba roba. Hiyo ni mateso yangu. Lakini nini mpendwa? Lakini ni faraja na wokovu wenu. Ni faraja na wokovu nani? Wetu. Bana tutasema wetu bwana. Wokovu wa nani? Wangu. Wako wewe na mimi. Hata kama nitupatia mateso, nikipita mateso, ile ni faraja yangu. Na faraja tumetosha wapi? Kwa Yesu. Amina. Na tutapata kwa Yesu na muna gari. Ni magoti. Ndio kwa maana kila mara Daudi alikuwa maombi, akaambia kitabu cha wokovu, akasema ni mtu yule asiyetembea katika shauri la waovu. Asiyeketi barazani mwa watu wenye kudharau. Asiyesimama kati ya watu wa mashauri ya mubaya. Lakini furaha yake sere Kristo wale wasere wa zamani. Mama kwa msema wa zamani. Bakristo ya zamani. Iko msoko ya nyumba. Na kwa nasoma Biblia yake. Sio wako wapi? Bana Bakristo ya zamani na sere ya zamani. Sasa kuna soma brochure msoko. Sasa anaenda yeye anakuja na chapa za pale, anataka bidii yake pale. Ni bangapi leo? Ni bangapi sasa? Baibali ya zamani, unakutana kwa nyumba kama uwanje. Na leo hii hakuna ruanji. Machungu na maandiko ndio zinaleta kafujo pale. Mungu asifiwe sana. Amina. Tumesahau kitu cha jamaa. Kitu cha lazima kwa nyumba zetu ni kupiga magoti. Kushukuru Mungu na watoto wetu. Amen. Muomba Mungu. Senye, kama unakuja siku ya leo, usitupitie. Amen. Kama unakuja siku ya leo, tunalala lakini kuna matumaini ya kama utakuja tutaenda. Amen. Ndio maana Bwana anasema ndani kitabu hapa, aseme n'oubliez pas la prière. Musisahau maombi ya jamaa. N'oubliez pas la prière enfant. Musisahau maombi ya jamaa. Kama magonjwa kulingana na mashamba. Ni sisi tunatuma magonjwa tu. Fasi kile nasema kama Kristo anatoka mbinguni, maumivu inaingia na magonjwa inaingia. Basi jiendelee. Haya magonjwa inaweza kila mwako mpaka wakati gani? Mpaka wakati gani magonjwa ikutimidie? No! Magonjwa ikutimidie mambo hivi. La prière change les choses. Maombi inabadilishaka mambo. Bina. Magonjwa ibasitu ishikadene na ipo nakula kubonane. Inakula na kufanya sote mpale. Magonjwa yanabakia tu na wachekea tu mula. Tumesahau nini? Turudi. Amen. Pastor basi jour. Mungu awabariki sana. Msisahau maombi ya shamba wapendwa. La prière change les choses. Inabadilishaka mambo. Amina. Bina. Tusome kwanza. Pandoromia sina ngina kusomaka français bien. L'aveugle bâtiment. Oh, kipofu yule Bartimayo. Vous savez qu'il y a quelque chose à propos de se retrouver seul à vous-même. Unajua kuna kitu wakati unajikutana uko wewe mwenyewe. Amina. Wakati unatoka huko nyumba, unakuja kukula mlango hapo pale nyuma, unajikutana wewe peke yako. Kwa quelque chose. Kuko kitu fulani. Ndio utafikia kusikia. Amina. Beaucoup de gens
ne priez jamais au moins qu'ils ne viennent pas à l'église. Watu wengi hawaombake, afadhali kama wanakwenda kanisani. Lakini usisahau maombi. Ndio. Beaucoup de gens ne prient jamais. Watu wengi hawaombaki kamwe, À moins qu'ils ne viennent à l'église. afadhali kama walikuja kanisani. Beaucoup de gens pensent que le seul endroit pour prier, Watu wengi wanadhani ama wanafikiri kwamba nafasi tu ya kuombea c'est le kanisa. ni kanisani, C'est l'église. ni kanisani. La Bible dit. Lakini Biblia inasema Les hommes devraient prier partout. watu wangeweza kuomba nafasi yote, na kule kuma ofisi, kule kuchoo. Faut prier. Nombu naomba. Oui. Ndio. Pourquoi m'omba? Comment on va s'engager contre Daniel? Pourquoi c'est ça? La Bible dit que les hommes devraient prier partout. Biblia inasema watu wangeweza kuomba nafasi yote, wakinyanyua mikono safi. Amina. Unaambia masengenyo tunatumana kutunamwaga damu na tupu. Umesha laani watu na walaani na mabeba gosha tu watu cha walaani, unawaua, unawazika. Kisha utanyambula mikono kwa usafi kweli. Sio maana mbele ya kuomba Mungu, omba Seigneur atakase kwanza mikono yako. Mungu awabariki mshale Yesu Kristo. Niko ndugu yenu. Alors, Baadaye sasa, quand nous allons voter, nous-mêmes, wakati tunaenda kando sisi wenyewe, nous prierons ordinairement, tutaomba tu ya kikawaida différemment, na ya et tofauti. c'est que nous payons si nous prions à l'église. Sawa sawa, tutaangalia kama kweli tunaombaka kanisani. Amina. Et quand nous prions comme cela, Na wakati tunapoomba namna vile, il semble qu'il y a quelque chose dans la prière. tunaangalia gizi muko kitu fulani katika maombi. Tunaacha nyumba zetu, tunaenda akote, unaketi sasa mkabati. Takuwa kitu fulani kile kinazunguka hapa. Amina. Jésus anazunguka hapa. C'est amina. Amen. Nuko naacha jamaa kuna lala, usia jamaa kuna lala, kila mtoto kana shipakula. Kibaba nako nakesha choka. Unamkutana. Mtoto alikuwa ndiye mwana papa. Akuombe. Atume papa. Tuma tu. Mungu atunye watoto yao. Mzina Yesu Kristo. Siku ya leo basi unapokushinda shetani akubaki maombi ya vipi? Mujue kama mwenye nguvu aomba ni shetani. Yesu alibebeleza Mungu. Sasa Mungu alimwambia yule mtumishi wangu Yobu, eski na wewe Mungu siku ya leo Mungu anza kushuhudia kweli? Au shetani atakia kuviringita wewe mpaka atakuletana mandoto, makoshebare za mbaya. Unalamuko sharegei, ushakondekana hata kabisa tunongea hapo barabara. Shida kabisa. Tukapata kitu pasi Mungu anaandika Mungu wakati. Bandika la foi. Imani. Nous attendons un grand moment dans le Seigneur. Alléluia. Tunajigojelea kwa wakati mzuri kwa Bwana. Kupitia maombi yetu. Pamoja na maombi yetu tunajigojelea kwa wakati mzuri. Amen. Amina. Leo tunataka sisi siku naomba, akishamaliza omba anacheka muziki anacheza, watu wanamshangaa mpale. Sasa mama unakufanya nini? Asante kwa kusikia na alivyomengi kwa hata leo tushirie.
Wangapi wale wa leo? Wakristo ya leo Mungu wangu. Je suis sûr que nous ferons le mieux que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Niko na ujadili hili tutafanya iwezekanavyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Amina. Sikia sasa hapa bombe sasa. La prière change les choses. Alléluia. Maombi inabadilisha mambo. Amina. Amina. Mpime leo. Vraiment. Mpime leo. Amina. La prière change les choses. Oh, maombi inabadilisha mambo. Niwapatie exemple. Siku moja niko wangu. Tuko na bebe wa simu. Ule bebe akatoka kwa hospitali basema na gonjwa wa kinyonga. Mimi ninaenda kupriere jeudi, nashinda kupriere jeudi. Mimi nalala na kupriere. Vendredi siku ya kupumzika kamera. Kisha mimi nafika ukitanda, mtoto anazaliwa wewe. Nasema papa. La prière change les choses. Maombi inabadilisha mambo kabisa. Ilikuwa saa 5 usiku nikapiga magoti. Nikamwambia, wewe shetani unakuwa na misho mtoto. Unakuwa mzee ya magonjwa ya kinyonga kama kinyonga. Kama kuna mamlaka usiku ya leo. Hebu amina kualika. Huyu mtoto muue usiku ya leo. Muue. Asubuhi kama niko na muziki nishateseka na kulala. Kama muue. Nisilale mwingi wala kulala mwingi. Nisilale mwingi. Na unalenga. Mimi naomba mshina na Yesu Kristo. Amen. Amina. Nilimaliza kama maombi, mtoto ashanyamaza sana. Nikachunga kama itenyenze wale analia, hakuna. Mpaka asubuhi, juma inaisha mpaka leo. Demongo. La prière change. Amina. Leo kama mnasinzia mpaka mnastaa. Amen. Unataka mtoto, msara watoto. Kisha kwa faites attention avec faites attention avec Angalisho ndugu. faites attention. Oh, maisha kwa Kristo fanya angalisho. Utaua watu. Vraiment. Amina. Ndipo siku nakwambia ulilala mbaya. Uya hapa kuonesha. Kisha taramka subika kutoka kwa sababu ni matunda kutafuta hivi. Siku moja nilifikia hapa. Si afasi kuonesha example. Nilala kama nyumba kwa sababu na madani ya quelque chose qui ne va pas. Usiku zero ile nisikia mtoto kule mshamba. Ilikuwa zero ile pangana kwa wote sasa zero ile. Sasa ndio demos na pea. Nilamsha mwenzangu mama. Namu. Shari salala. Ushalala. Hautalala. Sikia kule. Basi uko nini? Kwambia sikia kilala mbaya kupatana. Na hapo kupatana baba. Madam. Kuna kama nikukosea usiku. Unisamehe wewe yangu. Sheri na mimi sana. Parce que unisamehe kwani kwani? Unisamehe. Na mimi nisamehe jina la Yesu Kristo mbele. Tulimaliza naomba demo kuisha na thamani. Vraiment. Njoo ya kusikia tunaua watoto wetu. Amen. Maombi yanabadilisha mambo. Amina. Kweli Bwana. Mungu unalala sema yetu wewe. Alebebeta kwa kitanda mko na lota. Hizo washangaa ukitanga wengine washashende. Mungu wangu unataka wewe kwanza zinazo. Uko ta? Oh, la prière change les choses. Oh, maombi inabadilisha mambo. La prière change la vie. Alléluia. Maombi inabadilisha hata mambo. La prière change la maladie à la santé. Maombi inabadilisha magonjwa. Amina.
Hata kutaka mtu ashateseka. Kama unaishi maisha ya maono, tafuta wewe. Ndio kutoka. Toka ukafanya nini hapa? Amina. Ile baba tii. Amina. Ni kweli Bwana. Kristo kama sabuni. Amina. Kuna nguvu Bwana. Kristo mwenyewe unakutana na Kristo kwa sababu mwenyewe haukulaki hata. Neno la Mungu linatupatia sante. Wema. Amina. Amen. Ni kweli Bwana. Neno la Mungu linatupatia sante. Amen. Si mimi Mungu ananiona niko. Sasa unaniona kwa sababu ipo sasa mimi na kutoka kwa wewe. Wewe lazima kike na mpokee. Mwaka mmoja miezi sina kazi. Kazi yangu ni magoti. La prière change les choses. Maombi inabadilishaka mambo. Sasa mimi na watu nashinda kushtukoza Mungu kweli. Amina. Tunataka maliza. La prière change la mort na maladie. Maombi inabadilishaka magonjwa kwa afya. Change le péché et fait. Haleluya, inabadilisha hata na dhambi. Kwa mtakatifu. La prière c'est la prière. Maombi ni maombi. Mungu wewe trop. Vraiment unaweza ukacheka sana. Mungu manger beaucoup. Unaweza kula mingi. Mais vous ne pouvez pas prier beaucoup. Lakini hawezi omba sana. Amina. Amina. Tunadhalilisha tu chakula. Baba, basi nasema hapa kesho tuko na maombi na kufunga chakula. Kwa kuwa unaona sasa vile dosi manake nini? Usikuje hata. Yes. Dada kazi. Anataka kufanya kesho. Kunyumba. Watu wote na kupriere. Haona kama hapa kushayana mayani bongo. Hiyo ndio kwa priere. Basi yote kama maombi ni muziki. Na sasa tena nasikia maombi. Anatetemeka. Nina. Nabia nani sienda. Frère Joseph asienda. Asema kupriere. Shangalia. Unalamuka asubuhi 5. Njala ile. Njala. Akosa ni kule kado. Basi maloni priere na jeune. Unatafuta mbali. Frère bien-aimé. Shetani asikuintimide. Amen. Kazi ya shetani kukuintimide. Sasa sema priere na jeune. Haiko kesho asubuhi sasa utaenda kwa priere. Ndio pesa maombi yako hapana. A partir ya leo usiku maombi yako imeanza. Amen. Hata ukilala usingizi uko kwa priere. Seigneur, hitaji yangu tu. Hitaji yangu nishindikana. Hitaji yangu wana yangu nishindikana. Anasikia na mashauri. Seigneur, kama kesho bila risile ya kesho, nirudie hapo kubadilisha wana yangu. Amen. Est-ce Mungu anashinda kweli? Yesu anasikia priero na tetemeka. Tumalize wakati mwisho. Wakati za huku nazo bwana. Mbona napata za kusha ndio kushindana na kibali. Unaweza ukakula sana. Na hamutawezaka kuomba kamwe sana. Biblia inasema ningependa watu waombe kukila nafasi. Amina. Amina. Wakinyanyua mikono saisi. Hamutawezaka kamwe kuomba sana. Amina. Inabakana kasegote bwana. Nikamuze. Ndio. Ninawapenda. Amina. Sijamina. Amina. Mimi hapa ninapapatia kadu. Ndio. Uyoko baraka zinatoka kesho ingepata kusaidia hata kundi nyingine ya tamu. Shia maombi. Tuone kama samzi kila mtu atakuwa hapa na ita. Na kuna kutambana na matako ndio unaoleta hapa. Arudini kwa matembezi. Haleluya. Basi tuko na Mungu. Mungu ni wewe. Baba tunaamini kama Mungu ni wewe. Amina. Hatutasema Mungu ni wewe. Baba tunaamini kama Mungu ni wake. Mungu ni wao.
hapa tukadoa. Ndio. Combien banasema l'âge de l'église de Smyrne? Oh, kizazi kia Smyrna. L'âge de l'église de Smyrne. Basema hivi. Paragraphe 194. Kurasa wa 110. Combien connaissant, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, wangapi sasa wamekuwa wenye kusahau maombi ya jamaa? Wanajua usisahau maombi ndani ya jamaa ni wangapi? Katikati yetu ni wangapi? Mungu awabariki sana. Amina. Combien connaissant, n'oubliez pas la prière en famille. Oh, wangapi wanajua kwani kusahau maombi ya jamaa? Combien prier en votre famille. Oh, wangapi jo wanaombaga kwa ajili ya jamaa? Wangapi wanaomba nyumba yenu, familia yako? Ni wangapi? Katoto mmoja ni mashi kama kanaomba, na wewe sere frere. Tena sere mnaibaka na mkora. Mtoto mnaomba, Mungu bariki chakula hii, Mungu bariki papa, Mungu bariki mama. Na wewe unasema sewa. Ndasema jambo ni familia nini? Ile pumuzi kuna pumwani yako. Votre prière en famille. Oh, maombi yenu ya jamaa. Oh, c'est bon. Ndio ni mzuri. Essayez-le une fois. Muipime tena. Muipime leo. Ndio. Niambina. Oh, de bon viens maintenant. Oh, kama vile kwa muda kama na huyu. Kama vile za zile nyakati za zamani sasa. Mpime maombi ya shabab. Ile wakati mzee. Unaona kitu, unaangalia sengele pale anakireponde yako. Na kutokuamini yetu leo inatubeba baada ya mapenzi ya Mungu. Mungu awabariki mshana Yesu Kristo. Tutendelesha pale wakati nikimbia. Kama kapata Mungu shakavukisha watusamee mshana Yesu Kristo. Amen. Oh, mimi nawapenda, Mungu awabariki. Ugali pamoja na niye usawa, imani kisha na mtu na walaga. Sawa na mimi sauti.